Unajua agonjeka hapa saa hii. Uone vile nateseka hata utaweza kunionea huruma. Sasa kubakiwa hapa tukiwa na mimi na yeye. Na mimi naona na mimi namwangalia. Na mpenzi mtazamaji, Waswahili husema kwamba baada ya dhiki ni faraja, lakini wakati mwingine tunasema kwamba faraja huchukua muda mwingi zaidi, wengine kusema kwamba pengine jina faraja lilichopekwa kwenye kamusi kimakosa. Leo hii nakuletea kisa kimoja kuhusu mama mmoja ambaye amepitia mengi zaidi na bado anaendelea kungoja faraja baada ya kupitia dhiki. Mimi ni Edwin Mokaya na hii ni AGR Jiseme. Kwa hivyo bila shaka acha nimpatie nafasi hii ili aweze kujitambulisha majina yake, atuambie yeye ni nani na anatoka wapi. Naam. Kwa majina naitwa Frida Kerubo Nyakundi kutoka Maili Mbili Kiong'anyo. Sijui kama unaweza ongeza sauti kidogo. Okay. Kwa majina naitwa Frida Kerubo Nyakundi kutoka Maili Mbili Kiong'anyo. Hapa ndio nyumbani ama ndio? Hapa ndio nyumbani. Mahali nimeolewa. Na nyumbani kwa wazazi? Nyumbani kwetu ni Nyamira, Rigoma. Na umetueleza kuhusu kisa chako, pengine utuambie ilikuwaje, ilikuwa lini? Nianze kueleza vile ilitokea. Na mimi nilikuwa mzima. Nilizaliwa nikiwa mzima, nikaolewa nikiwa mzima, nikapata watoto wangu nikiwa mzima. Saa nilikuwa nafanya biashara, mzee alikuwa anafanya kazi, lakini ikafika 2017 wakati naenda kanisani, kustukia gari kanigonga kutoka nyuma nikienda. Ulikuwa unafanya biashara gani? Kwa nauza cereals, mahindi. Town ama hapa karibu? Town Kisii. Ndio nilikuwa nafanyia kazi. Kati hiyo siku yenye niligongwa, sikuwa naenda kazi, nilikuwa naenda kanisani. Ilikuwa siku ya Jumapili. Unaabudu siku gani? Naabudu Jumapili. Lakini ilikuwa Jumamosi wakati tulikuwa na function Kadethro. Ndio sasa gari kanigonga. Nikachukuliwa hospitali. Sikujijua wiki mzima. Gari likugonga aje? Ulikuwa unavuka barabara? Nilikuwa natembea. Mimi nilistukia tu gari ikinigonga. Kutoka nyuma. Ulikuwa katikati ya barabara ama kando nilikuwa kando ya barabara. Naam. Alafu sasa gari kanigonga kutoka nyuma, nikastukia tu gari kinigonga. Kwanza hapo sikujijua, sikujifahamu. Nilistukia tu nikiwa baada ya wiki moja nikiwa hospitali. Kuna uchungu mwingi, nauma kila mahali. Sasa nilikaa hapo hospitali miezi 6 nikiwa hapo Krisamarian. Wakiendelea kunitibu. Sasa wakati nilienda kuna x-ray, nilipigwa MRI, nilipigwa CT scan. Sasa kitu yenye ilikuja ikaonyesha yenye nimeumia mgongo hapa, mwili mzima nilikuwa tu nyama tu. Damu tu. Lakini Mungu aliniokoa. Wakati walinipiga MRI ndio walikuja kudiscover mgongo wangu imeumia, imepata kuna mgongo iko na nafasi nyingi sana. Sasa mimi niliumia C4, C5 na C6. Sasa hiyo wakasema hawataweza, wakanituma Eldoret Moi Referral. Nilipoenda Moi Referral nao wakajaribu, wakasema sasa hii mgongo haitawezekana, utakuwa ukikaa na kulala tu. Sasa tukaona hivyo
Wakasema aenda jaribu Nairobi tena. Nairobi Spinal injury. Spinal injury. Wakati nilipofika Nairobi spinal injury ndio nilipata pressure. Walinipima wakapata hata pressure imepanda. Imepanda. Nilianza kufura miguu. Alafu hata sikuwa nasikia. Nilipelekwa Kenyatta. Waniweka sijui kwa mashini. Wakaniandikia ninunue hearing aid. Ununue nini? Hearing aid ya masikio. Ndio unasikia vizuri. Sasa hiyo ndio natumia, ndio hata ninaongea hata nasikia. Sasa nilikaa hapo karibu miaka 2. Spinal injury. Okay. Nikatoka. Sasa wakanipeleka hapa nyumbani. Sasa ndio naendelea kupewa madawa nikienda kliniki. Naenda kliniki after 1 week. Kupima pressure. Na ninapewa madawa hii ya pressure na ya uchungu. Na ya ulcers. Ulipata kuna pressure, kuna ulcers vile vile. Sawa, wakati nilipima hiyo x-ray, kuna vile nilitoka hospitali 29. Ndio niliandikiwa. Kuna x-ray zenye zinatakiwa nifanye. Zenye zinachukua 30 something. Sasa sikuwa na hiyo pesa. Nikawaambia sina hiyo pesa. Wacha niende nyumbani. Tuone kama Mungu atafungua njia. Ndio nikipata hiyo pesa niende kufanyiwa. Ulikuwa naomba pesa ngapi hizo? Hiyo nini test hiyo silikuwa 4. Silikuwa kuna echo inachukua 8500. Kuna sijui ECG. Kuna yenye wanapima damu hiyo, hata hiyo Kisumu. Kuna karatasi niliandikiwa. Sasa hiyo pesa walikuwa mzee alienda akauliza inachukua pesa ngapi? Akasema akaambiwa inaweza chukua kama 32 hivi 1000. Ndio nifanyiwe hiyo, waone kama roho yangu imefika wapi, mwili niko aje na damu iko aje, kama imegandana vile ya kukaa na kulala. Saa ndio nilikuja tu, hata sina nguvu sana. Sasa kutoka Nairobi ukakuja ukakaa nyumbani hadi wa leo? Hadi wa leo naenda sasa kliniki. Christian Marian. Naenda after 1 week. Napelekwa. Pressure inaenda chini, inaenda juu. Ina fluctuate, inaenda juu kirudi chini. Kirudi chini. Sasa kuna hata machakula kuna yenye niliandikiwa. Niwe nikitumia sababu ya hiyo pressure. Sababu ya hiyo hali sasa. Na unaona hapa hakuna mahali ya kulima. Ni miujiza ya Mungu tu tunakaa tu. Ulisema uko na bwana anafanya kazi gani? Bwana alikuwa anafanya kazi Nairobi. St. Francis Hospital. Sandi alikuwa anafanya kazi huko. Wakati niliumia, masista yangu alijaribu kunichunga akiwa kazini, sababu kuna watoto walikuwa shule. Sasa ikafika 2018. Najua sisaka hawezi kuchunga sana. Sasa ikabidi mzee akawaja kazi, akakuja sasa nyumbani. Ndio sasa ndiye ananichunga. Alafu hospitalini daktari sasa nakuambia aje hizo test zikifanyika mambo yatakuwa salama, utakuwa salama ama unasemaje? Unajua huwezi jua, ni vile tu wanataka kuangalia vile roho inagonga aje, kama imekuwa kubwa
waone kama ni dawa gani wanaendelea kuni ndio niendelee kuzongeza na madawa hiyo yenye wananiandikia. Kati hiyo madawa yenye hata nikienda outpatient sio ati inagharimu nini kadi ni cash. Nikiwa outpatient ni kazi lazima sasa hiyo pesa inatakiwa tunanunua dozi moja. Kwa hiyo madawa yenye nimesema ninachukua 11,850 kila ukienda clinic. Sababu nikienda nikirazwa za wodini ndio wananipea kadi na gharimia. Lakini nikiwa outpatient lazima ununue hiyo madawa, kadi haigharamii. Okay. Alafu mwenye gari, hilo gari lilokugonga ulimuona ama watu walimuona wakamjua? Vile nilikuwa tu mimi sikuona hiyo gari sababu ilinigonga nikienda, ilinigonga kutoka nyuma. Na ulikuwa peke yako? Nilikuwa peke yangu nikitembea. Bati watu ni wengi lakini saa huyu mtu mwenye gari hakujitokeza zeme ni mimi na watu hawakufuatilia hiyo gari. Sababu hakuna mwenye tulikuwa naye na yeye relative nini wote. Nilikuwa mtu peke yangu. Na hata si alikupeleka hospitalini ukiambiwa? Ni askari hata walinipeleka. Kuna gari yenye nilipelekwa nayo. Askari watu hata walikuwa wanasema nimekufa. Okay, na mtu wa gari hajaionekana kabisa? Hata sijawahi muona. Na ulisema kwamba kuna watoto wangapi? Kuna watoto 6. Na wote wanaenda shule? Wanaenda shule. Wengine wamemaliza lakini bado wako nje. Wawili wamemaliza? Hapana, wamemaliza 3. Watatu ndio wako shule. Saa tena mwingine wawili walifanya form 4, huyo kijana na msichana. Sasa amebaki moja kwa secondary. Alafu wewe uko na mpango gani sasa ama kama familia kuhusiana na hizo tezo zenye mlisema kwa pamoja kwa jumla zinaweza gharimu 32,000? Kuna mpango gani sasa ama Bwana amefanya mpango gani? Hachafanya sababu pesa yenye anatumia na ako nje. Tunaendelea kuomba Mungu afungue njia ndio tupate hiyo pesa sababu hatuna njia. Lakini Mungu ako na njia yake. Okay. Na watoto bado wako shule tu? Na watoto wako shule. Lakini tunasema kwamba Mungu tu yuko na pengine atakujalia tu njia. Pengine kwa yule ambaye anakutazama, ungekuwa na ombi gani kwa watazamaji wetu ambao wanaendelea kutazama sasa hivi? Mimi nawaomba ule mwenye ananisikia Mungu amguze, anisaidie hata hiyo pesa yenye ninaenda kufanyiwa x-ray. Nifanyiwe x-ray ndio waone, madaktari waone njia yenye naweza saidika. Na mwenye anaweza uzwa hata wheelchair yenye natembelea sio nzuri, haitembei vizuri sababu mahali naishi kwa mawe, sina mahali ya kulima. Naomba tu mwenye hata anauzwa anisaidie hata pesa ya madawa na ya x-ray. Na pengine nikuulize swali, sasa hivi tungesema kwamba umefanyiwa hayo yote, umepona. Na umepona kabisa, uko sawa. Ungefanya kitu gani cha kwanza? Mimi nikipona kabisa narudishia Mungu ni asante. Na wale wenye wamenisaidia asante. Na mimi Mungu akinijalia nikipata naweza saidia ule mwenye ako na shida kama yangu. Na pengine utapeana namba yako. Kuna yule anaweza guswa, maybe ajaribu kukupigia, kukutafuta, pengine akutumie kitu. Na mnaweza toa namba yako? Namba yangu iko 07 07 62 65
99. China inakuja Frida Kerubo Miyaki. Sawa sawa, nimeshukuru sana. Asante. Mama alikuwa tu 2017 kati alikuwa anaenda kanisa, alikuwa mwanafunzi wa watoto wa kanisa. Unajuanga maneno ya kanisa? Naam. Ilikuwa aenda haraka kitu kama saa 2 hivi kutoka hapa kufika hapo ng'ambo katika na Cathedral Parish. Sasa ndipo wakati alikuwa analipa nauli ndio nisha nikakuja nikamkonga akiwa chini, na kulikuwa na watoto kama 7 hivi pamoja na yeye. Nitangulia kupiga yeye na wale, lakini vile ilianza kumpiga yeye ndiye aliumia sana, akavunjika mgongo. Ako na crack kidogo na spino yake iliachana tu, kuna space, kuna space. Sasa nikajaribu sana kumpeleka hospitali. Kwanza alienda Kristiamaliani, akakaa huko kama kitu kama 6 months, ako regain. Kutoka hapo nikapata referral kuenda Eldoret St. Luke. Kufika bare nikaona ulemevu kidogo, nikauliza pesa kiasi kubwa sana. Bila nilifika hapo sasa nikaona hapa sitaweza, nikapenduka nikampeleka Moi referral. Moi referral ndiye alikaa kama wiki 3. Haya, wakaangalia wambanyie ubasewaji, lakini saa ile madoctors walikuja wengi. Waliangalia wakasema hapana, akifanyiwa hata kaa, kwa sababu yeye alikuwa analala kama 2 years bila hata kukaa, bila nakaa hivi. Sasa vile walimwangalia wakasema hapana, hata kumfanyia operation. Wakimfanyia atalala bedridden maishani. Vile alikaa hiyo wiki 3 sasa kaniambia sasa tutampatia discharge. Kamuuliza mfanyia discharge nitampeleka wapi? Mtu mwenye analala asumame akai, nitampeleka wapi? Yeye mngenifanyia referral nyingine aende kama Kenyatta ama wapi? Wakakataa. Kaniambia hapa tutakuandikia referral. Ndio walifanya hivyo. Mimi nikakaa sana nikamwambia lazima mniandikie referral. Wakakataa. Akasema hiyo referral kitaka hiyo ni yako. Vile nikawa nikamdischarge, kumtoa pale umpeleke mpaka hapa, najua ni mtu analala, inabidi ubebe na ambulance. Sikuwa na dozi wakati hiyo. Jaribu mbinu yangu yenye nilijaribu, nikanunua mattress, nikaambia na mwenye yako na nishani, nikalipia wiki 3, nikapanga mzuri, nikamweka juu, nikamleta hapa nyumbani. Na haya akawa mgonjwa tena, nikamrudisha Kristiamaliani. Yakaa kama wiki 2 ama 3 tena, ndio nikapata msamaria mwema. Vile tunaongea na wewe, vile tunaongea hiyo, akaniambia huyu mgonjwa ila analala hivi anaonekana sura mzuri, yeye anagonjeka. Nikamwambia huyu ukimwangalia ndio zaidi mbaya kuliko huyo mwenye anasema. Ako aje, nikamwelezea vile nakuelezea hivi, akasema kamuonea huruma, akasema kuna semeji yangu anafanya National Spinal Injury Nairobi. Nataka nimsaidie. Nimwambia unisaidie. Huko na documents zake ya matibabu, nikamwambia niko nazo. Piga hiyo simu ya smartphone yenye mjaruo mwingine alikuwa naye hivi. Yenye nilikuwa naye kasi, nikaenda nikamtolea photocopy. Nikampatia. Kaniambia kesho nitakupigia simu. Alikuwa anaenda, bahati mzuri alikuwa anaenda Nairobi au Spinal Injury, kwa hiyo semeji yake.
Kamaliza siku moja ya pili, kanipigia simu. Wewe ni nani ni nani? Kamwambia mimi ni fulani fulani. Kaniambia nilipata ripoti yako, iko aje? Hiyo ni mama. Yeye ni matron kwa National Financial. Nilipata ripoti yako kuhusu mgonjwa wako aje, nikamwelezea. Hebu sasa piga hiyo nini discharge zake yote unitumie na simu kwa WhatsApp. Nikafanya hivyo, nikamtumia. Kasema kasema huyu ni mgonjwa kweli. Hako aje, nikamwelezea. Kaniambia utaweza pata kitu kama 10,000. Ndio nikwambie vile unamleta na gari ukomboa umlete hapa. Yenyewe nilijaribu kukimbia hapa pale na pale. Ile watu wako na huruma wakanisaidia. Nikamwambia niko naye. Kaniambia utaweza pata kitu kama insurance. Kamwambia nitapata. Nitapata gari. Katabuta kukimbia pale na pale. Kuenda ya Grisamale naambiwa 35,000. Sina. Kaenda ya county. Kaniambia 18, hiyo ndio niliona ilikuwa nafuu. Nilikuwa naona iko nafuu. Nikajali nikasema, hata hii 18 nitapata wapi saa hizi? Ni 18 ukiongeza na 10 bado. Bado hiyo ni 28. Toka hapo sasa nikapiga hesabu nikakumbuka kitu moja. Wacha niende kwa gari ya Red Cross. Shule Red Cross kwa hapa town. Nikapata, nikaongea Red Cross nayo wakanieleza uko na kadi ya insurance? Kamwambia ndio. Kama uko na hiyo kadi ya insurance, tunataka tukuadvise. Nenda paka NHIF. Useme mgonjwa wako hivi na hivi na hivi na hivi. Utaweza pata hii gari bila kulipa. Nikaenda. Kufika pale yani nilikuwa sikuwa na amani ati nitapata. Yani kufika pale mwenyewe nikapata nikifanikiwa. Ambia ni mgonjwa wa accident, kumba accident huwa inagharamia. Kaniambia uko aje, yako wapi? Nikamwambia yako hospitali. Kaniambia tutakupatia namba upike Nairobi, umwambie wewe ni nani na nani kwa headquarter, uko na mgonjwa anataka referral ya gari ya Red Cross. Wakanipatia, nikapiga, nikawaelezea vile na kuelezea hivi. Wakasema wakaitika. Wakaniandikia vile wananiandikia. Wakaniambia ni siku gani? Wakaniambia Monday. Na hapa mahali nilikuwa natakikana, unajua huko lazima ubuki. Kubuki pale, wakati nilikuwa vile nasunguka hivi, ile kitanda yenye nilipewa na ule msamaria mwema na bed imeenda. Tena na hapa gari nimeshapata. Tunaona sasa bado huko imekuwa bounce. Lakini huko imebounce. Huko imebounce. Sasa nikaanza kurasimisha ule kama ndugu yangu kama mimi na wewe, kamwambia bana. Upende usipopende, nimeng'ang'ana pesa nimepata, nimeng'ang'ana na nini nimepata. Kwa hivyo sasa hata nikimleta saa hii utampeleka kwako. Kwa sababu hakuna mahali naenda, kwa sababu gari hiyo ni ya hiyo siku ya Monday, hakuna mahali nitampeleka ama nimpeleke kwako. Kufika hapo sasa akaona hiyo ni vigumu, akaendelea kutafuta. Ilikuwa weekend kama saa kama hiyo. Na nilikuwa naenda kanisa na huyu wako hospitali. Toka kanisa nimetoka saa hizi, sasa natembea na miguu hapa, nikapita hapo university niende kumo. Kufika kwa university nikapata simu inalia kwa mbuko. Kuangalia nikapata ni ule nini principal, yani ile matron. Nikaongea naye, akaniambia wewe uko na bahati sana. Kitanda imepatikana. Kesho hiyo mgonjwa apatikane hapa. Kufika huyo nikamwambia bahati ilikuwa yetu mzuri. Tena kitanda imepatikana, kitu kilioko kufika tutasafiri. Tena naye kufika hiyo Monday ilikuwa mgoma hapa. Bila farasi naendelea. Ya matatu. Wale watu wenye wanaendesha hiyo ambulance wako nyumbani. Hakuna magari ya kufika hapa tena. Matatu zinakimbishwa, zile zenye haina kitu nini wala nini, kufika hapa ni saa 5.
na Nairobi tunatakikana saa 9. Ule anaenda kunipigia simu, kamwambia tuko njiani na mtanganya tuko njiani na bado hawa hawajakuja. Tukaanza kutoka hapa saa 5. Tukakimbia moja kwa moja kufika Nairobi. Najua Nairobi jamu sasa imefika kwa town, wale wametoka wanatoka saa 9. Lakini bahati mzuri yule alikuwa kama ndugu yangu, amepanga kila kitu hapa, kupata kuna mgonjwa anakuja hapo nini muwe mnamwadimiti mpaka Monday. Ilikuwa weekend. Kufika huko nikafika kitu kama saa 11:30 kufikia saa 12 jamu ikiwa Nairobi. Kama sisi tunafikiri tunalala hospitali, sisi hatulali huko, ni mgonjwa peke yake, tunawacha hapo tutoke. Tunaenda wapi sasa? Hata hakuna mtu anachunga mgonjwa kwa hiyo National Spine Injury. Tukafukuzwa, tukamwadimiti, tukafukuzwa. Tukamwambia ni afadhali sisi tunafukuzwa kwa sababu sisi tuko na miguu, hata tukilala ndani ya karabati hatuna haja. Bora mgonjwa ameshakuwa booked. Kawa booked. Tukasulika hapo Nairobi. Bahati mzuri nilikuwa nakaanga Nairobi hapa samani kabla ya jamu, nikapiga simu. Bahati mzuri mtu akaniambia, wewe ni nani? Ni mimi hivi. Wewe karibu kuja nyumbani. Kaenda tukalala. Kapumzika hapo. Monday kesho tukaamkia, tukaja kumwona, tukarudi mpaka Monday. Monday sasa tukashughulika, tukampungi, tukamaliza. Kaenda kutibiwa. Alitibiwa tukakaa kama wiki. Analala tu. Sasa ikafika wakati sasa wanaanza kumtii. Hakukuwa anakaa bila nakaa hivi. Kuna mashini si wako nazo. Ndio wakamfunja mpaka ikabidi akakaa karibu akufe. Mimi kukuja nikapata ako na mashini sije za monitoring sasa zi. Kaambiwa wewe uko na bahati, mgonjwa wako angeenda, ungekuja upata ameenda. Sasa hana nguvu wala nini. Wakamwanzia physiotherapy nini mpaka mwisho akakuja kukaa bila nakaa hivyo. Sasa huko National Spine Injury alikaa kama 3 months. Wakaniambia sasa kitu kilioko atakuja kuwa discharged. Enda mpaka nyumbani utengeneze mahali mgonjwa atakuja kukaa. Na sisi tutakuja angalia. Ukuja hapa. Hii nyumba haikuwa na milango hivi. Sasa ndio tukaona wacha tukaribishe nje nyingine tuone vile mgonjwa da. Wasamaria wema wakaona sasa hapa ataingia namna gani. Aje tumwekea kitu hivi. Ataweza pata mahali huko au kwa anaingia. Sasa naye kawa shida. Na wale wao watamdischarge. Na hapa nje nilikuwa anajenga na miti tu mahali anajaribu kusimama, kutembea. Ande whatever. Na hapa wakaniambia natakikana umwage hapa mchanga mahali anatizo. Unaona vile anatembea na hii anashinda kutembea naye. Hapa ilikuwa inatakikana niweke mchanga na cement. Nikashinda. Hata nikakuja tu mwingine akanipa simiti 4 nikamwagilia hapa juu bure. Unaona tena imetoka. Siku hiyo alikuwa anakuja, waliona iko sawa. Ndio wakamdischarge. Wakakuja mpaka hapa, walimleta mpaka hapa. Wakaangalia, wakasema mgonjwa huyo astahili kukaa. Pia anastahili atengenezwe mahali mzuri kwa sababu yeye maishani mwake hako hivi. Hakuna njia nyingine. Sasa kutoka siku hiyo ndio hako hivi. Wakaenda kabisa. Sasa vile wako hivi ndio unaona hako hivi. Kila saa ni hospitali, kila saa hospitali. Najua mtu anakaa anajua hakukuwa hivi. Alikuwa mtu anatembea kama sisi. Sasa najua vile anakaa hivi na anakula. Saa yote ni magonjwa. Yote magonjwa. Hata jana ndio ama juzi ndio nilimtoa hospitali. Alikuwa hospitali. Sasa ataweza kaa hapa wiki 2 ama 3 akiwa mzuri unampeleka. Na ukimpeleka gharama yake ni ile kubwa. Juzi alipelekwa huko, wananiandikia aenda mpeleke Aga Khan. Kuenda huko ni 11,000 sina. Hiyo ni test ya moyo. Eko ya moyo ni 8,000 sina. Mambo yani yako na mambo mingi, hata ukiangalia mpaka hata unashinda unaenda wapi na unatoka wapi. Na mimi niko juu ya mawe, sina wala mahali nalima na kila kitu. Hata mimi naishindwa na maisha yake. Mimi namuona ndio yako hivyo tu.
kulea ni mimi niko sahi. Mtoto ndiye alikuwa ananisaidia, alikuja tu sasa, bado tuko sisi wawili hapa na yeye. Bila mimi siwezi kumwacha hapa kama sina mtu, inabidi nimchunge mimi, ndio nitafute tena nimchunge. Sasa utapata na utatafuta aje na atakula aje na utamchunga aje? Sasa hata ninashindwa. Leta chakula, chunga yeye, peleka hospitali. Sasa tampeleka na sina gari, sina nini, sasa tampeleka aje? Atakula nini? Sasa hiyo kitu inakuwa kama mtego fulani, hata ninashindwa. Hata ukiwa mwanaume unashindwa, utafanya nini? Hiyo ndio kitu tu mimi naona iko na shida kidogo. Sana sana hiyo yake ya ugonjwa kila saa, na gharama yake ni ile kubwa kubwa. Akipeleka hospitali, ikiwa rest kutoka hospitali ya kuja hapo unasikia 30 ama 40. Hapa kwa mawe unakuja uza mawe, mawe unauza nini? Mimi nashindwa, hiyo gharama imeenda juu sana. Sasa wewe ungekuwa na ombi gani? Kuna mtu anatutazama hapa, kuna ule moyo, ungekuwa na ombi gani? Mimi nilikuwa na ombi kama ingewezekana mgonjwa kama huyo anastahili achungwe kwa staili yenye inafaa. Najua anasikianga kitu kama hapa Kenya, nasikianga walemavu huwa wanapatiwa pesa ya kila mwezi. Hapa nyumbani na maana ni shida. Ukimbilia wenzetu hapa tuseme ndio majizo na dawata na kwambia huyu namjua, nani achui hata huyu ni mgonjwa. Nisaidie. Saidie hii. Hata inashindwa. Hata kuna watoto angale walikuwa wanataka waende shule, wengine makosesi na vitu vingine, nimeshindwa kwa sababu mahali nilikuwa wakati alivyonjeka. Sasa wengine wakawa wako nje, wengine wanatoroka, wengine wameenda sijui wapi, mpaka nimeshindwa sasa hii ni nini. Yaani watoto wanaanza kusarambatika kwa sababu walikuwa mwelekeo, sasa hawana mwelekeo. No. Yeye mwenyewe sasa imebidi hata tuseme hata watu wanaanza kunitoroka. Unajua kutoroka? Wanaona gharama yake imekuwa tukusaidie leo na kesho ni hiyo. Hata kanisa yenyewe ilikuwa inagharimu, unaona mambo yote yanakuja, inakuwa shida, stress. Leo wanasema wanasaidia, tena kesho unasikia ni mgonjwa, tena usaidia, sasa utasaidia mara ngapi? Imekuwa shida. Ama kama ingekuwa na mahali tu angepata kitu kama sources ya kuni support kidogo ya gharama kama hospitali and whatever, hiyo ndio sana sana ya muhimu. Hata tuseme watoto nayo wanahitaji, lakini wezi bangia watoto atafanya hivi, lakini sana sana mgonjwa kama ningepata njia yake ningesaidika naye. Naona naye hata njia sina. Unajua akonjeka hapa saa hii, uone vile nateseka, hata wewe utaweza kunionea huruma. Sasa vile anakonjeka inastahili nitafute wanaume zaidi ya 6 kwa mtu hapa, na njia ni ile unaona tu hiyo miti, wasunguke na hiyo mlima mpaka huko, mpaka wanaanza kumuogopa. Wanamuogopa kabisa. Kiita mtu akisikia ni yeye wanatoroka. Sasa nitamwambia mimi peke yangu, ataweza kufa akiwa hapa, tukiwa na mimi na yeye, na mimi naona na mimi namwangalia. Na gharama yake kutoka hapa mpaka Kisii hapa. Lazima niweke ngiri moja kwa mfuko ndio nimpeleke Kisii na kumrudisha. Hiyo kila siku. Na sasa ikifika tuseme kama vile aliandikiwa alitoka, sasa nataka next week nataka aende. Na tulitoka juu. Mwanzo ilikuwa kliniki aende kila wiki. Unajua nilipuuza kwa sababu kuna do. Sasa ungefanya nini? Sasa tunakaa na yeye mpaka saa ile anagonjeka, ndio sasa utaweza pata tu unalia kwa watu, unamwambia sasa yeye amegonjeka, watu naona sasa huyu ni mgonjwa, tupeleke hospitali. Hiyo tu. Lakini hata kliniki ya vile yako wewe mwambie leo ni kliniki, watu wanakuambia hiyo ni mchezo kila saa, ni kliniki kila saa. Yaani wanaona tu ni kama unacheza tu. Ni mchezo. Wanaona ni kama mchezo unacheza. Kwa hiyo ndio shida niko nazo sana sana, gharama yake. Anyway, nimeshukuru. Haya na gharama tuseme yake ya matumizi, tuseme chakula vile yenye anastahili ya kule. Unajua kuna vitu anakatazwa na kuna yenye anatakana ya kukula. Ile inataka hera na una. Na hiyo vitu yenye anatakana ni ile wanaenda kununua, sio sasa ukatakate hapa ama utoe na una. Hiyo ndio shida sana. Hiyo shida mbili ni mbaya sana. Chakula ya kukula na hospitali. Hiyo sana sana ndio mimi naona inakuwa gharama kubwa zaidi.
Pengine nitasema tu Mungu yuko na pengine atatengeneza njia. Na natumai kuna wale ambao pengine wataguswa na hii ikikisa, hii taarifa. Pengine watatoa usaidizi. Alishapeana namba yake, bado pengine wataipata. Ndio waweze kuona jinsi pengine mtu akiguswa anaweza saidia kivyo vyote vile. Lakini kwa kawaida tunajua Mungu akikuweka kwa situation fulani, bila shaka atakutoa huko. Asante. Nimeshukuru sana. Asanteni. Haya. Mpenzi mtazamaji, hapo ndo tunafikia kikomo kwenye mpangilio wetu wa leo. Jisemee. Wanasema kwamba kwa Kiswahili, akufaye kwa dhiki ndiye rafiki. Na vile vile kumbuka kwamba anayetoa anabarikiwa zaidi kuliko yule anayepokea. Ikiwa utasaidia, utabarikiwa zaidi. Hadi siku nyingine sana wakati kama wa leo, nite Edwin Mukaya. Asante.